Mungu anapotupata analazimika tuweka wakfu tuwe mali yake. Weka wakfu kwa shetani. Walikuwa wakfu kwa Mungu kutokana na uumbaji, lakini walimwendea shetani wakajiweka wakfu. Hapa naongelea nini? Naongelea babu yako, babu yangu, bibi yako, ambao hawakumjua Mungu, waliendea miungu wakajiweka wakfu. Aliyefika anaweza katusomea Hosea 9:9 mpaka 10. Hosea 9:9. Wamejiharibu mno kama katika siku za Gibea. Wamejiharibu mno kama katika siku za Gibea. Ataukumbuka uovu wao. Mungu ataukumbuka uovu wao. Atazilipiza dhambi zao. Alafu atalipiza na hizo dhambi zao. Mimi nalimkuta Israeli. Neno hilo sasa, kama zabibu nyikani. Israeli alikuwa kama zabibu anayefaa kuliwa, lakini alikuwa nyikani. Nami naliwaona baba zenu kama matunda ya mtini. Alafu baba zao walikuwa kama matunda ya mtini. Sio matunda yale machungu. Ni matunda mazuri yanayofaa kuliwa. Walikuwa wazuri kwa Bwana. Yaliyoiva kwanza. Wakati wake wa kwanza. Ndio. Lakini walikwenda bahari Peori. Naona hilo neno, walienda kwa hii miungu inaitwa bahari Peori. Alafu wakajiweka wakfu kwa kitu cha aibu. Wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda. Wakawa chukizo kama kile kitu walichokipenda wakakiendea. Iko hivi. Nadhani hapa tunahitaji kuzingatia sana. Nimeongea sana hapa habari za makabila yetu. Maneno mengi ya makabila, matendo, tabia, mwenendo, ibada, mambo ya uimbaji yanatokana na mzimu wa lile kabila. Ni vizuri kuelewa. Maisha yetu yanatokana na mzimu wa kabila lako. Kwa nini wanavaa vile? Mzimu ndio ulisema. Kwa nini wanaabudu vile? Mzimu ndio. Kwa hiyo ukichukulia kwa mfano eneo hili ambalo tupo Singida, tuna Wanyiramba, tuna Wanyaturu, tuna Wanyisanzu. Kuna namna wanatofautiana kulingana na mzimu wao. Kimaisha, kimaneno, kimatendo, kitabia. Wanavyotambika Wanyaturu sivyo wanavyotambika Wanyiramba. Lakini wote wanaabudu. Kwa nini wanatofautiana? Kwa sababu mzimu wa hawa sio wa hawa. Wanavyovaa, wanavyokula, upendo wao au chuki zao ni mizimu tofauti. Hiyo ikupe kujua wewe ni ulikuwa mali ya shetani. Ndio maana tunahubiri watu waokoke. Na cha kwanza wakiokoka, somo la kwanza ni kuachana na ibada ya sanamu. Hilo ndio la kwanza kabisa. Na tutakuwa nalo hili. Watu waache ibada ya sanamu, kwa sababu ndiko aliko huyo bahari Peori. Ndiko iliko miungu. Sasa usipojua hili, utadhani uko sawa, kumbe hauko sawa. Hakuna Ukristo kwenye kabila, haupo na hauwezi kaingia. Hata ungejaribu vipi, haiwezekani. Kwa hiyo watu walienda kwa shetani, wakajikabidhi, wakapewa maagizo. Mtakuwa mnasalimiana hivi. Akifa mtu mtazika hivi.
Tuliongea hili iliyopita hapa kwamba akifa baba mwenye nyumba, mfugaji, siazikwi kwa sanda ya nguo, lazima ngozi ya ng'ombe, na ng'ombe awe dume, sio jike. Akifa mchawi mkubwa au mganga mkubwa, na yeye ana taratibu zake, na kwa namna yote, kama ni mchawi mkubwa au mganga mkubwa, haruhusiwi kuzikwa amelazwa, kwa sababu ni mtu mwenye mamlaka. Somo letu la juzi, mwenye mamlaka hapaswi kulala, anazikwa amekaa, ili wao wanaenda kuchukua pale nguvu hao wengine watakao kuwepo duniani. Wengi utaenda kulala pale au kukaa pale ili nguvu zake zije kwao. Kwa hiyo sisi tulishakuwa mali ya shetani. Tumeokoka ni sawa, ila tumeokoa roho. Kwa nini mtu anaokoka na bado anafanya yale mambo ya asili? Ni kwa sababu alipookoka hakupata mafundisho atajitenga vipi na hiyo mizimu. Unielewe vizuri? Kwa sababu somo la leo ni la muhimu sana kwako, usiishie kuhudhuria. Lazima leo uwekwe wakfu, uwe mtu wa tofauti kabisa. Sasa usipoelewa hii, hautamaanisha, utajiona wewe umeokoka, uko sawa. Ndio umeokoka, lakini wewe ni mjaturu tu. Ukweli ni huo. Umeokoka, lakini wewe ni mnyiramba tu. Hakuna Ukristo. Mambo yote unayofanya ni ya kwenu. Umeokoka, lakini msukuma tu. Hakuna Ukristo. Kwa nini watu wanakona kona? Hawajao wa Kristo. Kwa nini watu wanashiriki ibada za giza? Hawajao nani? Kwa nini wanaenda kutambika? Au unasema mimi sitaeleweka kwa wenzangu, lakini chukueni hii pesa mwende. Huyo sio Mkristo. Matendo tunayofanya sio ya Kikristo. Mara nyingi nimesema kwenye chakula, mimi sidhani kama tunakula Kikristo. Ukitaka kuhakikisha, tembelea nyumba ya wewe kama mgeni, alafu wachinje kuku, lazima utalazimishwa ule firigisi au paja la kuku. Kwa nini napewa firigisi na paja la kuku? Mimi nataka kiuno, hawatakupa. Kwa nini hawakupa? Kwa sababu mila yao inasema mgeni atakula nini? Kwa hiyo hawa watu hawajaokoka. Sasa tena ukafanyie mazoezi, siku ukikaribishwa hapo usichukue hizo nyama, alafu angalia utakavyolazimishwa. Hapana, wanakulazimisha, wanakuwekea kwa nguvu. Maana yake kwamba usituletee shida na mizimu yetu, kula hii utuache salama. Ndio maana yake. Vikao vyote vya ukoo, unajua mnyama aligawanywa na mzimu. Mzimu ndio ulisema nyama ya, na kusaidia wewe ambaye upo tu uelewe hata tunakokwenda. Ulimi atakula nani? Mbavu ale nani? Utumbo ale nani? Shingo ale nani? Kichwa ale nani? Kidari ale nani? Nundu ale nani? Nani aligawa? Mzimu. Na wewe ukichinja leo unagawaje? Si sawa na mizimu ilivyoagiza? Hakuna wokovu hapo.
Ukiambiwa ingie kwenye mafundisho hautakubali. Ukienda Manyara wanakuletea chakula na ni wakarimu sana, lakini msimu wao hauruhusu kukujazia sahani. Kama ni maziwa, marufuku glasi kujaa maziwa. Nauliza, mlioenda Manyara, ni kweli sio kweli? Unawekewa robo au nusu, lakini kuna msimamizi yuko pale, kila ukinywa kidogo anaongezea, na maana yake ni kwamba ni marufuku mtu ajue amekunywa kiasi gani. Hata nyama Manyara utapewa nyama nyingi, si upo kuongezea. Marufuku kuelewa kwamba nilikula nyama 5 kubwa kubwa, marufuku. Unatoka pale hujui umekula nini. Nenda kaangalia Wamanyara, nasema wao hawajazi na hawaelewi kwa nini hawajazi, kwa sababu